ni tabia ambayo kadri muda unavyozidi kwenda itabadilika, kwa sababu yeye amelelewa nyumbani kwao kwa namna fulani, na mimi nimelelewa nyumbani kwetu kwa namna fulani. Kwa hivyo tunapokutana tunavumiliana kwenye, kwa hiyo niliona ni part of mapungufu yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa unaendelea kumvumilia. Yeah, of course. Wakati huo mama alikuwa anakuambia kwamba labda kuna vituko kadha wa kadha wakati ukitoka ukienda kwenye utafutaji, alikuwa anafanyia, alikuwa na share? Yeah, alikuwa akishare na mimi, lakini sometimes alikuwa ananiambia anashinda na njaa wakati nimeacha pesa. Can you imagine? Anashinda na njaa na anatumia dawa, unajua anatibiwa, bado ni mgonjwa, lakini still yakwa. Nikija kuuliza kwa nini mama anashindwa kula kwa wakati, naambiwa zinatokea tu sababu tu ambazo kama baba kwenye nyumba, unajua unafoka vile kuonyesha ile, lakini ndio tayari ishakuwa dosari, unafanyaje sasa? Yeah, kwa hiyo nikajaribu kuona namna ambavyo ningeweza kumfanya mama awe comfortable. Lakini pia nikaona no, hapana, kwa nini hapa huyu atabadilika kadri siku zinavyozidi kwenda, atabadilika tu. Uliamini kwenye mabadiliko? Mimi niliamini kwenye mabadiliko asilimia kubwa, kwamba mama yangu pamoja na kwamba anaona hizi kasoro anazozipata kwa mkwewe, lakini naye pia yupo tayari kumuona akibadilika. Sio mtu ambaye hajawahi kuniambia mfukuze au fanya hajawahi kushia kitu kama hicho, unaona bwana. Kwa hivyo tuliishi vizuri. Mimi nilikuwa mtu wa mbele sana kwenye familia yao, na ilikuwa inafikia stage baadhi ya misaada tunaanza kwanza nyumbani kwao, nimeweka kama priority kwa nyumbani kwao. Ilikuwa wao ndo kwanza. Yeah, alafu kwa kwanza, alafu mimi ndo nifuate. Yaani yote kwa sababu ya kumpenda. Yes, yani kumkeep. Unaona. Kwa hivyo kwa baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa na, kuna kitu ambacho ni cha kijinga, lakini kwa mtu ambaye ameingia kwenye mapenzi hakiwezi kuwa cha kijinga. Imagine one day kutokea nikataka kumnunulia mama kanga Kariakoo, unajua. Sasa nikamtumia picha ya wife. Nasema no, usinunulie hizo, njoo kwanza wanunua, usinunue, njoo kwanza nyumbani tu discuss afu. Kanga tu. Basi karudi nyumbani, akaniambia achana na hizo nguo, utamnunulia tu. Unajua zile nguo mbona zipo? Hebu tufikirie mambo ya msingi. Sasa hivi tunataka tufanye hivi na hivi na hivi, mambo tunataka tufanye hivi na hivi, tunataka tufanye na biashara iongezeke, na mimi natakiwa okay. Kaona msikiliza kama wife. Na pia wakati mwingine nilikuwa nampa priority, of course, kwa sababu nilikuwa najua kwamba kwa vyovyote vile yeye ndo ambaye nitaishi naye mpaka mwisho. Kwa hivyo kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, kulikuwa na mapendekezo mengi yanayotoka upande wake nyumbani kwao, na tulikuwa tunasolve vizuri tu. Lakini mimi nilikuwa naamini kwamba siku moja atakuja, tukimaliza kwao atakuja, nikimwambia swala la upande wetu atakuja kuelewa. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, sasa kama nabii mkubwa tena anashindwa. Kwa hiyo ilitokea sekeseke kubwa. Basi kama vipi mimi niondoke, ubaki na huyu mama wako? Unajua mpaka ilifikia time hiyo kwamba niondoke, ubaki na mama wako. Mama naye pale akasema basi naomba niondoke. Unajua zile. Sasa nichague wapi? Mama aondoke au yule aondoke? Mapenzi bwana, unajua. Hapana, mama, huyu mwanamke mimi nimemuoa, lakini haya ni maisha yangu. Kwa vyovyote vile
napaswa kujifunza kwenye haya maisha. Hilo litakalotokea, unajua itakuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hiyo cha kufanya, mama wewe uondoke. Ukamfukuza mama? Uondoke. Rafiki yangu, mama wewe uondoke. Ukishaondoka nitajua namna gani naweza kuishi na huyu. Kwa vyovyote vile mimi nitakuja nyumbani tu. Ndio akili niloitumia ili nimridhishe yeye. Sitaki aondoke. Bado nampenda. Lakini pia mama yangu nampenda. Kama nitumie nafasi hiyo kumuondoa mama. Kwa hapo tuseme ulimfukuza sasa bibi kubwa. Maana hiyo of course ni kama nilimfukuza kwa sababu haikuwa, it was not a right time kwa mama kuondoka, unajua tayari alikuwa anaumwa na nini. Kwa hiyo bibi mkubwa aliondoka. Nilikuja nyumbani nikamwambia bibi mkubwa, kesho tunaondoka. Akasema sasa, kaambia sikuna vitu vingine ulitakiwa nichukulie kwa ajili ya kule nyumbani. Nikamwambia hapana mama, tutajua namna gani ya kufanya, lakini unatakiwa uondoke. Tayari mimi nimeona kabisa kwamba ndoa yangu inaenda kuvunjika kwa sababu ya mama. Sasa nafanyaje? Ngoja mama aende, alafu utajua namna gani nafanya. Lakini baada ya kumuondoa mama sasa, kuja kuona